moja kwa moja tunakwenda kwenye story za town kama ilivyo kawaida yetu. Hii ndio ile sehemu yetu ya umbea, kuhabarishana habari mbalimbali zote zinazotokea huko kwenye mitandao ya kijamii. Jamani, leo tunaenda moja kwa moja kwenye lile sakata linaloendelea huko kwenye mitandao ya kijamii ambalo linamhusisha Haji Manara pamoja na Maimartha wa Jesse. Jamani, vita bado ni kubwa. Vita bado ni imepamba moto kweli kweli, maana tumeona katika moja ya interviews mbalimbali alizozifanya bibie Maimartha wa Jesse na kusema kwamba na yeye amefungua kesi katika jeshi la polisi, jeshi la kujenga nchi, yani jeshini, na amemshtaki Haji Manara kwa maneno machafu aliyomtolea baada ya kutoa habari inayomhusu yeye pamoja na mke wake Zailisa. Anasema kwamba anajua, amesikia na ameona mitandaoni kwamba amepelekwa mahakamani na anatakiwa kutoa kiasi cha pesa kwa ajili ya yale aliyoyazungumza, lakini pia akasema kwamba yeye pia alitukanwa baada ya kuleta hizo habari. Alitolewa maneno machafu pamoja na Haji Manara akiwa na mke wake Zailisa. Hivyo na yeye amefungua kesi na kutaja RB namba ambayo amefungulia kesi hiyo, na kujiamini kabisa akidai kuwa yeye hakukurupuka kuongelea swala lile, maana ana ushahidi wa kutosha. Hivyo kila kitu atakionyesha hapo kitakapoonekana katika kesi itakavyoendelea, basi naye atatoa ushahidi uliomfanya mpaka aongee yale. Hivyo hatetereki, haogopi, naye ana kesi yake kama hivyo. Anasema matusi yako bado kwenye page yake ya Instagram na mengine ameyahifadhi. Hivyo kesi yake pia ina watuhumu Mr. and Mrs. Manara kwa kumtolea maneno machafu kwenye ukurasa wake wa Instagram. Vile vile tumeona bwana Haji Manara amefanya press conference na kuulizwa swala hili linalomhusu Maimartha, naye amedai kuwa kesi iko mahakamani na ana uhakika kabisa kwamba Maimartha hana ushahidi wa hayo aliyoyaongea. Hivyo naye anasubiri fidia yake ya shilingi bilioni 1 pamoja na msamaha. Lakini kama hawezi kufanya hivyo, basi atoe ushahidi, aeleze kwamba ni siku gani mke wake hakuwepo nyumbani na alikuwa wapi, kama vile ambavyo amesema kwenye mtandao wa Instagram. Basi athibitishe yale aliyoyasema, naye atakubali. Lakini kama hana uthibitisho, basi bilioni 1 aitoe na msamaha wa hadharani. Lakini vile vile akadai kuwa kama atalipwa fidia hiyo ya bilioni 1, akasema kwa sababu ni share ya yeye pamoja na mke wake, yeye kiasi chake, nusu ya pesa yake atairudisha kwa waandishi wa habari katika kuendesha mafunzo ya weledi wa kazi ambayo inafanyika, ili kila mwandishi awe anatoa habari ambazo ana uhakika nazo na ana ushahidi nazo, wasikurupuke. Yani nusu ya pesa yake atakayolipwa, basi atapeleka waandishi wa habari kwenye mafunzo ya kuelewa sheria halisi za kutoa habari haswa kwenye mitandao ya kijamii. Na hii ndio ilikuwa story yetu ya town mpaka tunaingia mtamboni. Bado hatujajua mwisho wa hili sakata itakuwaje, basi tutaendelea kukuletea updates mbalimbali zinazohusiana na hili. Bye bye.